بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عليكم حمد الله تبارك وتعالى، كنت جزيل الصلاة والصلاة متميد محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون عباد الله، نستمر في دروسنا من كتاب التوحيد. Tunaendelea darasa hili la kitabu Tauhid, na leo tunaangalia katika babu man hasala bi shay'in fihi dhikrullah, yule ambaye atakayedharau kitu chochote kile ndani yake kuna utajo wa Allah au al-Qur'ani au kuna Qur'ani au Rasul au kuna maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani maneno yake Mtume. Wa qawlu Allah ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala aliposema wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu, na kama utawauliza nyinyi kwa nini mlikuwa mnafanya nini, sema innama kunna, hakika sisi tulikuwa nakhudhu wa nal'abu, tulikuwa tunazama tu katika porojo mazungumzo na tunacheza tu, tulikuwa tunacheza tu. Aya sura Tauba 65. Aya hiyo ambayo Allah aliwaambia mwisho kule, billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum, yani ni aya za Allah na mtume wake na aya za Allah na nyinyi mnafanya istihzai, mnafanya mchezo, basi msitoe udhuru leo, mshakufuru nyinyi baada ya kuwa na imani. Wa ibn Umar, na ibaka hadithi kutoka Ibn Umar, Muhammad ibn Ka'b na Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslama na Zaid ibn Aslama wa Qatada, anasema dakhala hadithu ba'dihim fi ba'dhi, waliingia katika mazungumzo baadhi yao kwa baadhi, ndio walikuwa wanazungumza baadhi yao kwa baadhi, annahu waika yake wakawa wanasema qala rajulun fi ghazwati Tabuk, alisema mtu mmoja katika vita vya Tabuk, ma ra'ayna mithla qura'aina haulai, hatujapata kuona mfano wa wasomaji wetu hawa, wasomaji wa Qur'ani hawa, anakusudia masahaba wa mtume hapo. Arghabu butunan, ni watu wenye kupenda sana kujaza matumbo yao. Wala akdhabu al-suna, na wala hasemi uongo ndimi zetu. Wala ajbana inda liqa'i, na wala hawakuwa watu waoga katika kukutana, yani anakusudia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu na masahaba wake, anakusudia hao. Yani anasema wala ajbana inda liqa'i, na wala si watu hawakuwa watu wenye uoga watu upuzi wa pumbavu katika kukutana na adui. Yani anakusudia hapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake al-Qurra, wale walikuwa wasomaji Qur'ani, ndio anakusudia katika maneno haya. Faqala lahu Auf akasema kumwambia yule mtu akisema maneno yale, Auf ibn Malik, kadhabta, umesema uongo, walakinaka munafiq, lakini wewe mnafiki unasema maneno haya. Akamwambia la ukhbiranna Rasulullah, wallahi nitaenda kumpa habari mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam haya unayosema. Fadhahaba Auf, basi akawa Auf akaenda yule Auf ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu, ili akampe habari ya wale wasema wale. Fawajada al-Qur'an, basi akaikuta Qur'ani kad sabaqahu, ishamtangulia tayari, wahawaisha chukua kile kumpa habari wale wasema wale. Fajaa dhalika ar-rajul, basi akaja yule mtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yule alikuwa akisema maneno yale, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qad irtahala wa rakiba naqatahu, na alikuwa ameshataka kuondoka, amepanda ngamia wake amempanda. Faqala ya Rasulullah, akasema mtume wa Allah, inma kunna, hakika sisi tulikuwa nakhudhu, tulikuwa tunazama katika mazungumzo, wanatahaddathu haditha rakbi, na tunazungumza mazungumzo ya vipando vile misafara, ambao naqta'u bihi ana at-tariq, tunataka tukate kwa kufanya hivyo zile shida za njia, yani tunazungumza maana yake ile tabu kuna njiani tuikate iondoke kwa sababu ya mazungumzo.
Qala ibn Umar, akasema ibn Umar, kaanni anzuru ilayhi, kama kwamba mimi nilikuwa namwangalia yule anayesema maneno yale, mutaallika sana bi saati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa amejiegemeza na ni saa ya ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kibando chake. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, na hakika mawe yalikuwa yanachoma miguu yake miwili. Wa huwa yaqul, na alikuwa anasema inma kunna nakhudhu wa nal'abu, hakika sisi tulikuwa tunazama katika mambo ya upuuzi tu na tunacheza. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi akawa anasema kumwambia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi Allah na mtume wake na aya zake Allah ndio nyinyi mlikuwa mnafanya mstihzai? Wama yaltafitu, anasema na alikuwa hageuki ilaihi, kumtizama yeye, wama yazidu alaihi, na wala hazidishi maneno akasema mengine zaidi hayo alikuwa anamwambia, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamgeuki kumtizama na hamwambii mengine, anamwambia hayo tu. Anasema fihi masail, ndani yake kuna masaili ambayo tulijifunza katika darasa hii. Alula, la mwanzo, wa hiya al'azimatun, nalo ni jambo kubwa kabisa, anna man hadhara bihadha, mwenye kufanya maskhara, kufanya kudharau vitu hivi, yani kudharau Allah ya zake, kumdharau mtume, basi huyo huwa kafir, huyo anakuwa ni kafir. Athania, la pili tujifunza, anna hadha tafsiru la yati fi man fa'ala dhalika kaina man kana, kwamba hii tafsiri ya hii kwa yule ambaye atakayefanya hayo vyovyote atakavyokuwa vile, atakifanya hivyo basi atakuwa tayari kisha kwa kafir. Athalitha, la tatu, alfarqu baina namima wa baina nasiha, tofauti kati ya namima, yani unasiita kusema, ili sio kusema, yani kutia fitna, kusengenya, sio anasema, yani kuchukua maneno ya kupeleka huko, wa baina nasiha lillahi wa lirrasul, na katika nasaha kati ya Allah na mtume. Kwa sababu yule anaenda kumpa habari mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyofanya, haikuwa kama kawaida hivi, maana utasema ni kwenda kama anatia fitna vile, na mima anachukua huko anapeleka huko kupombanisha, lakini anatoa nasaha kwenda kuelezea kilichokifanya kama kitu kibaya, ili ibainike haki kama alichokifanya ile kitu gani, na kama Qur'ani tayari imeshamtangulia yeye kwa kutoa habari zile. Arabia, jambo la nne tunajifunza, alfarqu baina al'afwi alladhi yuhibbuhu Allah, yani al'afwi, ule msamaha ambao anaupenda Allah, wa baina alghilzati ala a'da'i Allah, na katika kwa ugumu juu ya maadui ya Allah, yani kwa usiwe na upole tena kwa maadui ya Allah, kuna tofauti. Ala anapenda kumtu kwa na afu, lakini katika jambo mengine, lakini sio kwa maadui ya Allah. Maadui ya Allah ataka uwe na ghilla, uwe na ugumu na ukali, usiwe mtu mwepesi. Alkhamisa, jambo la tano, anna man al-i'tidhar min al-i'tidhari ma la yanbaghi an yuqbala, na tulijifunza la tano kwamba kutoa udhuru kwa kile ulichokifanya la yanbaghi an yuqbala, haitakikani likubaliwe udhuru ule kwa jambo kama hili, kwa sababu angekuwa anakubaliwa angekubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tulikuwa tunacheza na tunaongea kuhusu, tunaongea ili tupate uipesi wa safari siwe nzito, siwe ngumu, lakini Mtume hakumgeukia kumwambia chochote, akawa anamdolea enda kumsomea maneno ya Allah tu yale pale, billahi wa ayatihi kuntum tastahzi'una laqad kafartum ba'da imanikum la ta'tadhiru laqad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru wote, tayari mmeshakufuru baada ya kuamini. Madamu nafanya istihzai Allah na mtume wake na aya zake Allah, nafanya istihzai. Tahadhari sana ndugu zangu, tunafanya istihzai sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatoka katika Uislamu na kuwa kafiri. Ujifahamu hivyo. Pengine mtu ana ndevu anaenda kumwambia sijui ndevu kama fagio kama nini, yani maneno kama haya dharau. Mwingine kivaa nguo fupi na anakufanya wewe kama ndo wanavuka maji, si unafanyaje? Unakuwa mambo mengi ya istihzai kufanyia katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujifahamu kama unapofanya hivyo, basi wewe unatoka katika Uislamu. Wewe huyu Muislamu tena unakuwa ni kafir. Hadha, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.